Aha, niambie sasa. Huduma ya chakula inayopatikana hapa Beach Resort kuna samaki. Yep. Tunaanza samaki ni sato wa maji marefu ambao ni 40 kwa 45. Yeah. Kuna kuku na kienyeji. Yep. Gharama yake ni 40 kwa 45. Yeah. Na skuku ni 20. Yep. Pia kuna chips kavu ni shilingi 5,000, chips mayai 7. Mayai 7. Ni 3,000. Yep. Wali ni 5,000. Hadi wali si chakula ni fast food au? Mnakuwa mnapika eti? Aha, endelea. Samaki tunatengeneza makani roast. Ndizi ya aina gani sasa? Ndizi kuna mzuzu, kuna hizi za kawaida. Samaki tunaandaa makani, kuna choma, kuna roast, kuna mchemsho, kuna fry. Okay. Okay. Sasa mimi mmoja kuku nitamaliza kweli? Ni kiasi gani? Nusu eti? Na nini? Nusu na nini? Kuna ugali, kuna chips, utakachochagua. Lakini kuku anajitegemea na kampani nayo inajitegemea pia. Okay. Kwa mfano ndizi zinakuwa shilingi ngapi? Ndizi zikoje hizo? Okay, hebu angalia afu uje. Hey manigas. Hii ni Faulu Resort Beach. Faulu Beach Resort ni sehemu nzuri ya kuchill kwa wale watu wa hali ya chini ambao uko Mwanza, unataka uje uchill hapa na nini hivyo. Ni sehemu fulani ya kurelax, una PC, una kompyuta yako hapa hivi, una relax, unafanya maisha yako. So very fun. Sehemu nzuri sana. Sehemu nzuri kabisa. Ya niambie. Ndizi hakuna? Kuna nini sasa kuku nakula na nini? Kuna chips na ugali. Haya, kwa chips kavu ndo mnauza bei gani? 5,000. Na kuku jumla inakuwa shilingi ngapi? 25. Okay, niletee hiyo sasa. Kuku wa kienyeji. Una uhakika? Mimi broiler nazijua. Ikiwa broiler nakurudishia. Kienyeji na ni fresh kabisa. Mpaka niwapigie simu kama watu. Okay. Nahitaji kuku nusu na kiepe yai, au sio? Yangu 27. Haina noma. 27 nini tena kwa chips umesema 5,000? Chips kavu, chips mayai ni shilingi 7,000. Chips kavu ni shilingi 5,000. Chips mayai ni shilingi 7,000. Mimi nataka chips kavu. Na kuku 20. Jumla? 25. Okay. Bana. Chips kavu 5,000. Kuku nusu ni shilingi 20,000, jumla 25,000. Una enjoy. Okay, very fine. It looks very great. You realize that these people had a problem in their youth and their courtship. And so these are just the fruits of what they did. But if you did it well, if you lived well, you'll be able to face the challenges that come. Nasikia siku hizi vijana wanasema marriage is not making up. So bana, hii kamera yangu inakuwa iko shy, I don't know why. To prepare them for that marriage. And so they give up before they begin. So back to you is that is the desire of God, that we should live holy lives. We should live not the double standard life. We should live a straight life when we are young, as God prepares us for the future life. And in that very comment that I read from Messages to Young People, she finishes by saying, God wants the youth to have a high destiny in life. So it is possible. That is the desire of God. Yeah, and I think the biggest thing we struggle with as young people, while we do not reach the ideal, of course it's a journey, obviously.